Rais Samia katika hii hotuba alisema pia, alitumia neno mimi binafsi sipendi kulitumia, kwamba ni watu wa nchi nyingine wasije wakatoa kwetu sisi. Okay, kwenye hapa mpaka hapa, kwa sababu wa Kenya pia ile neno linaonekana liliwagusa fulani, kuitwa wakosefu wa adabu, yani hili ni nzuri. Mimi binafsi siungi mkono mheshimiwa kutumia neno hili la kuita wa activist wa kutoka nchi nyingine ama hata wa ndani kuwaita wakosefu wa nidhamu. Na mimi pia kwa muda kidogo mimi wanasemea siungi mkono hata opposition, upinzani Tanzania wanapotumia lugha chafu dhidi ya watu wengine. Mimi naamini unaweza kufikisha hoja yako, unaweza kukosoa ukaeleweka bila ya kutumia maneno kama haya. Sasa neno alilotumia Mheshimiwa Rais la wakosefu wa nidhamu wa nchi nyingine sio neno kali sana, lakini depend nani anaambiwa. Unaona? Sasa kuepuka mazingira haya, unaona? Sasa wewe inabidi kwanza uanze wewe kuepuka haya maneno, kwa sababu hata rais hafurahii watu wanapomuita maneno ambayo sio mazuri. Kwa hiyo ili kuonesha mfano mzuri ya maneno pia ilikuwa na yeye ayawache. Sasa kinachoendelea Kenya, yani labda nirudi kidogo, kutokana na kutumia maneno kama haya kimefungua uwanja mpana. Ukiangalia kwenye mitandao sasa hivi kuna picha nyingi, kuna maneno mingi, majina mingi wanamuita rais wetu. Mimi binafsi sifurahii, hata kama kuna vitu labda sikubaliani upande huu, nakubaliana upande huu, lakini kwa ujumla mtu yoyote yule kwanza kumdhalilisha, awe kiongozi ama awe mtu wa kawaida, kumtengenezea vikaragosi na vitu vingine ambavyo ni vya kudhalilisha, mimi siungi mkono. Hawa watu kiongozi, okay, tunategemea kiongozi awe na ngozi ngumu aweze kumeza vitu kama hivi, lakini hata kama ni kiongozi bado wewe ni binadamu, na sometimes watu wanashindwa kuyachukua haya mambo mnafanyia. Kwa hiyo kwangu mimi, kuanzia wapinzani, kuanzia ndugu zetu wa Kenya wanapotukosoa, tubaki kwenye utu. Hakuna haja ya kuanza kutumia maneno ambayo ni kinyume cha maadili. Sasa hii ndio nakukazia pointi yangu kwamba si sahihi kuingilia siasa za watu wengine. Ni kwamba siasa pia zina context ya maadili na culture yako wewe. Ukiingilia vitu vya watu wengine, utaanza kuimpose culture yako wewe kwa watu wengine. Utatumia standards zako wewe ambazo mara nyingi zinakuwa influence na culture yako kwa watu wengine. Mwingine kutoka Kenya anaenda kanaambia vikaragoso walivyofanya au maneno wanayofanya kwa Rais Samia ni sawa kwenye culture yao, lakini sasa ndio chini nakuja hapo unaingilia vitu vya kwetu. Mimi sio mwana CCM, lakini sifurahi kumuona kiongozi yoyote, hata kiongozi awe upinzani au wa serikali anatengeneza vitu kama hivi. Of course viongozi wanabidi waweze kuhandle hivi vitu, wasiwe emotional, lakini ni vitu ambavyo haviko sawa. Unaweza kukosoa na hoja, kama una hoja nzuri kasikika kwa sauti bila ya kutumia vitu vya hovyo au maneno ambayo ya matusi ama yenye kutia mashaka. Kwa hiyo hili naanzia kwenye hii clip. Mimi sijafurahia rais kutumia neno lile. Nafikiria washauri wake inabidi wamshauri, sababu picha ambayo tunaitengeneza ya Rais Samia ni kwamba ni mtu mpole, mtu wa kujenga jamii. Sasa huwezi kujenga kwa kutumia maneno kama haya. Vile vile na watu ambao wako upande wa pili wasitumie, yani ni vitu vya kuepuka. Havina haja. Yani point yako haiwi nzuri sana kwa sababu umemwita rais jina fulani. Elezea point yako kwa uwazi na kila mtu atasikia. Unaona? Kuliko kwa sababu mtu yote ambao ukianza kutumia hivi vitu, kitu cha kwanza kinachokwenda sio kusikiliza unachokisema, ni kuanza kuchukua hatua ya kujilinda kwamba umenitukana, nichukue hatua gani? Yani vitu kama hivyo. Mtu asifikirie, yani mtu anaanza kufikiria umemtukana, umemshambulia kuliko kusikiliza hoja yako. Kwa hiyo lile neno mimi sijalipenda, lakini mingi zaidi yashasemwa dhidi yake ambayo mimi binafsi naona hayana haja. Kwa hiyo viongozi wetu wa upinzani, wa serikali, tukishindane, tubishane, lakini bado tuishie kwenye utu bila kutumia maneno ambayo
hayana faida, hayaongezei uzito wa hoja yako. Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho binafsi nilikuwa nahisi nikizungumzia kwenye clip hii. Okay, kwa hiyo kwenye clip hii, kwenye yote ambaye ana maoni au anatamani kuja live, na wakaribisha, unaweza mkaja live hapa ukatoa maoni yako, ama unaweza ka comment. Otherwise nita move kwenye clip nyingine.